Why do they want money to be consolidated in one system? Even if it's monitoring what the schools are receiving, are they going to monitor the expenditure of the money at the school level? Because I think they should give the principal freedom. The principal is the CEO of the school, is in charge of the operations, assisted by the parents at the school level, assisted by the board of management. That system was working more effectively. And if there is a change must be elaborated properly to the stakeholders for it to be accepted. Kuna mtu ana kaburo pale kidogo ama kuna kijana amejua kutumia kompyuta kidogo, hapo umempa yule mtu faida, amemfanya chambo yule mzazi. Sasa ndio pale mzazi akijua mimi naenda kutuma fee 18,500, lakini mpaka nitafute 500 ya kumpa fulani anifanyie hili litimie. Hiyo ni uzito anaongezea wazazi kwa upande mwingine. Kwa hivyo ni jambo inafaa serikali imakinike, tena imakinike mashinani kwanza. Watu kubadilisha sheria kupitia referendum, alafu wazazi wale watoto wao wako katika national school, shule za kitaifa, wapewe simu ambayo inaitwa smartphone na bundles. Elimu ni lazima na ni free bila malipo katika Kenya. Kwa hivyo mtu yote ambaye analeta kipengele ama analeta changamoto lazima airudi katika referendum ambayo itoe chapter 4 of the Bill of Rights ambayo imeelezwa vizuri kwamba elimu bila malipo. Kwa hivyo kama mtu anataka kuleta karo chini na kuweka kama ni lazima watu walipe, basi inaonyesha kwamba tunaondoka katika Constitution ya Kenya chapter 4 article 53. Na ukienda pia katika Education Act ya 2022 imeeleza pia kwamba elimu bila malipo.